Shalom, watu wa Mungu. Ni wakati mwingine tumepata neema tena mbele za Mungu kwa ajili ya kujifunza kula chakula cha roho. Leo tunaenda kujifunza somo lenye kichwa kinachosema ibada halisi. Ibada halisi. Ibada halisi ni nini? Ibada halisi ni kitu gani? Ibada halisi ni mahusiano baina ya mwanadamu na Mungu. Mungu wa mbinguni aliye hai. Na haya mahusiano yanategemea pande zote mbili. Manake Mungu ana nafasi yake na mwanadamu ana nafasi yake katika kuikamilisha ibada hadi kufikia kuwa ibada halisi. Na ibada halisi ni swali ambalo halina namna ya kukwepeka, ni lazima lijibike katika fahamu za mwanadamu. Mwanadamu anamhitaji Mungu kwa kila kitu, na mahusiano ya mwanadamu na Mungu yamefungwa katika ibada. Kwa hivyo mwanadamu hawezi kukwepa ibada, kwa sababu ibada ni sehemu ya maisha yake. Utoshelevu wa kimaisha kwa mwanadamu umefungwa katika ibada. Kila namna ya swali na hitaji la mwanadamu limefungwa katika ibada. Shida kubwa iliyopo katika jamii yetu, ibada halisi ambayo itampendeza Mungu, ambayo itafanyika baraka machoni pa Mungu na itamfanya Mungu afunguke kimahusiano na mwanadamu, ni ipi? Ni ya namna gani? Leo kwa msaada wa Roho Mtakatifu tunaenda kujifunza kwa pamoja, na kwa hakika tutapata kitu kwa ajili ya kupiga hatua kwenye maisha yetu. Somo letu tutajikita zaidi katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, zaidi sura ya 4. Tutaanza mstari wa 7 mpaka 25. Naweza kaendelea, lakini napendekeza usome kwa wakati wako kwa utulivu. Unaweza kusoma kitabu chote cha Yohana kwa utulivu, na Roho Mtakatifu kwa uaminifu wake atakufunulia kwa hekima yake, na hakika utapiga hatua kubwa katika kumwelekea Mungu na kumjua katika utimilifu wake. Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 4 tunaona kisa kinachotuonyesha Yesu anakutana na mwanamke kisimani. Huyu mwanamke ana status ya kuitwa kahaba, maana yake ni mwanamke asiyekuwa na uaminifu, mwanamke asiye na mahusiano yenye mtizamo chanya kijamii, na si sifa njema kijamii. Kwa hivyo huyu mwanamke anakutana na Yesu kisimani na Yesu anamuomba maji. Lakini mwanamke anastajabu, inakuwaje Myahudi kuniomba maji Msamaria? Na anamjibu bila kusita. Yesu anamwambia, laiti ungekuwa na karama ya Mungu. Na hii unaweza kaiona katika Yohana Mtakatifu mstari wa 7 mpaka wa 9 hivi. Anasema laiti ungekuwa na karama ya Mungu, ungejua anayekuomba ni nani, na wewe ungefanya jitihada ya kumuomba yeye maji, kwa maana yeye angekupa maji yaliyo hai ambayo ukinywa huwezi kuona kiu tena. Mwanamke akajiuliza, huyu mtu na maana yeye ni mkuu kuliko Yakobo ambaye ametulisisha sisi kisima hichi? Lakini hakutaka kupuuza wala kuonyesha namna yote ya kukejeli. Akasema, Bwana, nipe mimi maji hayo. Yesu akamwambia, sawa, kama unahitaji haya maji kamuite mmeo. Maana yake nini? Kwamba mwanamke amefungua moyo wake kupokea kwa Yesu, lakini Yesu anaona kipo kinachozuia kwa mwanamke kupokea. Na ni kitu gani kinamzuia mwanamke kupokea kutoka kwa Yesu? Ndicho Yesu anachomwagiza akifanya. Anamwambia kamuite mmeo. Mwanamke anamjibu kwamba sina mume. Yesu anamwambia umesema vema, una mume, maana unao 5, na hata uliye naye sasa siye wako. Hili jambo linamstajibisha mwanamke, na anatambua wazi huyu si mtu wa kawaida. Anakiri kwa kinywa chake mbele ya Yesu, anasema bila shaka wewe umasihi au unabii, na kuonyesha kwamba anajua thamani ya wakati aliyokutana nao. Anafungua hiyo fursa kwa kuitumia vilivyo. Anachagua kumuuliza Yesu swali zito ambalo limekuwa ikisumbua maisha yake muda mrefu. Swali gani? Anamuuliza, Bwana, nyinyi husema tukaabudu Yerusalemu, wazee wetu walisema sisi tuabudu katika mlima huu. Manake Wasamaria wanaabudu katika mlima, Wayahudi wanaabudu katika hekalu Yerusalemu.
na mwanamke ameshatambua kwamba Yesu ni nabii na anatafuta sasa suluhisho la jibu lake, kwa sababu ni swali ambalo limemsumbua maisha yake yote, na kiu yake hasa bila shaka ilikuwa ni kukutana na Mungu, kwa maana amekuwa na matatizo ambayo amejaribu kwenda kwa viongozi wa dini, amejaribu kwenda kwa watu mbalimbali wenye ufahamu na hekima juu ya Mungu, wameshindwa kumsaidia. Kwa alipokutana na nabii ambaye ameweza kuona mambo yake ya sirini, basi imani yake imeimarika na amepata ujasiri wa kumuuliza swali nyeti ambalo limemsumbua maisha yake yote. Yesu anamjibu kwa kumwambia kitu cha kuzingatia kwamba mama, unisadiki. Anapomwambia unisadiki, anamaanisha kwamba inawezekana usiwe na namna ya kuthibitisha ninachokisema, lakini hakikisha unakiamini na kukipokea kiwe sehemu ya fikra zako katika kuamini ninachokiongea na kukitendea kazi, ili kiweze kutoa matokeo kwenye maisha yako. Kwa sababu ukitafuta kuhakikisha, utakuwa na namna ya kuthibitisha hichi kitu huku ukisikia kabla yangu, au ulikisikia katika namna ya mafumbo. Mwanamke anafungua moyo wake na anakubaliana kusadiki anachokisema Yesu. Anamwambia Yesu, saa inakuja waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Anasema, maana nyie mnaabudu msichokijua, kwamba wanaoabudu Yerusalemu katika hekalu la Sulemani na wanaoabudu mlimani wanaabudu wasichokijua. Sasa kuabudu Yerusalemu na kuabudu mlimani kumefanya Yesu awatambue wao kama wanaabudu wasichokijua, na moja kwa moja Yesu akamwambia mwanamke kwamba waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Akimaanisha nini? Maana wanaoabudu Yerusalemu, wanaoabudu mlimani hawaabudu katika roho na kweli. Sasa Yerusalemu yako ni ipi, mtu wa Mungu? Mlima wako ni upi, mtu wa Mungu? Kwa hiyo tunapata jibu hapa kwamba ibada haijafungwa kwenye mazingira ya kushikika ambayo tunayo, manake jengo la ibada, namna zote ambazo zimewekwa kibinadamu kutengeneza mazingira ya ibada, haijafungwa humo. Imefungwa kwenye mahusiano binafsi ya mwanadamu husika anayetafuta kumwabudu Mungu na Mungu mwenyewe. Na msingi wa mahusiano ni roho na kweli. Na maana ya roho na kweli ni nini? Roho na kweli ni nini? Anatuambia Yesu. Anatuambia kwa maana Mungu ni roho. Sasa kama Mungu ni roho, basi wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa sasa kama Mungu ni roho na wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli, je, Mungu akiwa katika hali ya roho, mimi naweza vipi kuhusiana naye ili nifanyike kuwa na ibada ya roho? Na je, hiyo kweli ni nini? Nawezaje kushikamana na Mungu katika kweli? Lakini tunaona wazi kabisa katika hii Yohana 4, Yesu hakuna mahali alisimama katika kumwambia mwanamke kweli kikamilifu, lakini alisimama katika kumwambia mwanamke eneo la roho kikamilifu. Na tunaona matokeo kwamba Yesu baada ya kuwa amemwambia mwanamke ibada halisi ni katika roho na kweli, aliendelea kwa kumwambia wanaopaswa kumwabudu Mungu kihalisia ni wale wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Hakuishia hapo, alionyesha kiu ya Mungu kupata watu wa aina hii wanaoweza kumwabudu yeye katika roho na kweli. Na hiyo kiu ya Mungu iliambatana na ahadi kwamba watu wa aina hii